Hallelujah. Amen. We bring you greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Salamu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. This evening, wherever you hear our voice, we are inviting you to come and join us. Na jioni ya leo popote unaposikia sauti yetu tunakualika kuja kuungana nasi mahali hapa. Today we have brought a good news to the land of the Yumu. Na leo tumeleta habari njema kwa ardhi ya Yumu. God has sent us to bring his good news of salvation to you. Mungu ametutuma kuzileta habari njema za wokovu kwako. Wherever you are, we are calling you to draw closer here. Popote ulipo tunakuita uweze kusogea karibu. The words that we have for you will give you everlasting life. Maneno tulio nayo kwa ajili yako yatakupa uzima wa milele. The message that we have for you will bring transformation to your life. Ujumbe tulio nao utaleta mabadiliko kwenye maisha yako. The good news will save you from the power of sin. Habari hizi njema zitakuokoa kutoka kwenye nguvu ya dhambi. The good news will save you from the power of Satan. Zitakuokoa kutoka kwenye nguvu ya shetani. And it will take you from death to life. Na itakutoa kutoka kwenye kifo kwenda kwenye uzima. So wherever you hear our voice, Popote unaposikia sauti we yetu, have brought you a good news of life. tumekuletea habari njema ya uzima. Run for your life this evening. Kimbilia kupata uzima jioni ya leo. Run to Jesus, Njoo kwa Yesu, the Savior of the world. Mwokozi wa ulimwengu. And your life will never be the Na maisha same. yako hayatabaki kama Your yalivyo. life will change. Maisha yako yatabadilika. And you become a different Na person. utakuwa mtu tofauti. This evening we bring you greetings in our Lord Jesus Jioni ya leo Christ. tunakuletea salamu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. I would like to share with you on the word entitled, Remember Your Creator Now That You Are Strong and Alive. Nami ningependa kushirikisha ujumbe unaosema mkumbuke Muumba wako wakati ambao bado una nguvu na uko hai. Remember your Creator now that you are strong and alive. Kumbuke Muumba wako wakati ambao bado una nguvu na upo hai. We are reading from Ecclesiastes chapter 12. Tunaenda kusoma kitabu kile cha Mhubiri sura ya 12. Verses 1 to 8. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Ecclesiastes chapter 12. Mhubiri sura ya 12. Verses 1 to 8. Mstari wa kwanza mpaka wa 8. We will humbly plead that pastor will read it for us. Mchungaji ataenda kutusomea in the Swahili. Katika Kiswahili. Kumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haitakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo, kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza, na milango kufungwa katika njia kuu, sauti ya kinu itakapokuwa ni ndogo, na mtu kustuka kwa sauti ya ndege, nao binti za kuimba watapunguzwa, naam wataogopa kilichoinuka, na vitisho vitakuwapo njiani, na mlonzi utachanua maua, na panzi atakuwa ni mzigo mzito, na pilipili hoho itapasuka, maana mtu aiendea nyumba yake ya milele, nao waombolezao wazunguka njiani, kabla haijakatika kamba ya fedha, au kuvunjwa bakuli la dhahabu, au mtungi kuvunjika kisimani, au gurudumu kuvunjika bilikani, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo loo kumrudia Mungu aliyeitoa. Mhubiri asema ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Many of us easily forget who we are as human beings. Wengi wetu tunasahau kwa urahisi sisi ni wakina nani kama wanadamu. Some of us think we just came from somewhere into this world. Wengine wanafikiri kwamba tumetokea tu kutoka sehemu tukaja. As some scientists and some researchers are saying. Kama vile baadhi ya wanasayansi na watu watafiti wanavyosema. But the Bible has made it very clear to us. Lakini Biblia imeweka wazi kwetu that it is somebody who created us. Kwamba kuna yeye mtu aliyetuumba sisi. And that creator of us is called the Almighty God. Na huyo Muumba anaitwa Mungu Mwenyezi. So it is God who created you and I. Huyo Mungu aliyekuumba wewe na mimi. So the Bible tells us in Genesis chapter 2 verse 7. Tunaenda kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground. Bwana Mungu akamuumba mtu kutoka kwenye mavumbi ya nchi. And breathed into his nostrils the breath of life. Na akampulizia puani mwake pumzi za uzima. And the man became a living being. Mtu akawa nafsi hai. So my brother, my sister who is listening to me, you are not an accident. Wewe hautatokea kwa ajali. It is God who intentionally created you. Mungu ambaye alikuumba kwa makusudi. And he has created you for a purpose. Na amekuumba kwa kusudi. I pray that you will know the reason
why God has created you. sababu kwa nini Mungu amekuumba. And you fulfill that purpose as you Na live. utaweza kulitimiza ile kusudi So unaloishi. that you don't come and live on this Ili earth kwamba usiishi tu hapa duniani. die without getting the purpose why God created Na you. ufe bila kujua kusudi ambalo Mungu amekuumbia. I am praying that today Ninaomba kwamba leo you will know utajua that you are not a mistake, kwamba wewe sio kosa. but it is a God who created you. Ni Mungu aliyekuumba. And He wants you to serve Him. Anataka wewe And He umtumikie. wants you to follow Him Anataka wewe umfuate. so that He can bless your Ili life. aweze kubariki maisha yako. The reading that we read in Na Ecclesiastes, siku tuliyosema katika kitabu cha Mhubiri. that book was written by the wisest person in the world. Kimeandikwa na mtu aliyekuwa na hekima sana katika His ulimwengu. name is called King Jina Solomon. lake ni Mfalme Suleimani. He is adjudged as the wisest man who has ever lived. Anachukuliwa kama mtu mwenye hekima mama yake kutokea. So if you are hearing my voice this Wewe evening, tu unasikia sauti yangu jioni ya leo. and you think you are Na wise unafikiria kama wewe una in hekima your own eyes, katika macho yako I am mwenyewe. here to tell you Niko that mahali hapa kukuambia kwamba there is somebody who is wiser than kunaye you. mwenye hekima kuliko He wewe. is called King Solomon. Na anaitwa Mfalme Suleimani. This man, the Bible says that Huyo mtu Biblia inasema he kwamba was very rich. alikuwa tajiri He sana. was having a lot of money. Alikuwa na hela nyingi. He was having a lot of assets. Alikuwa na mali nyingi. So when you read 1 Kings chapter 4, Wewe ukisoma ile Wafalme wa kwanza sura ya 4. the Bible tells us that the food alone that he serves every day on his table Biblia inasema kwamba chakula peke yake ambacho kilikuwa kinawekwa mezani kwake will beat your imagination. kitakushangaza. Every day in the house of King Solomon, Kila siku kwenye nyumba ya Mfalme Suleimani they killed 30 heads of cattle. walikuwa wanaua ng'ombe 30. 30 heads of cattle. Ng'ombe 30 Every day in his house. kila siku pale The nyumbani food kwake. alone, he and his servants, Chakula peke yake anachokula na wafanyakazi and wake. people that he has invited, Na wale watu wanaokuwa wamewaalika every day to come and eat his kila siku house. kuja kula pale nyumbani He kwake. kills 30 heads of cattle. Alikuwa anaua ng'ombe 30 He kills 100 sheep na kondoo 100 and 100 goats. na mbuzi And the 100. Bible says that there are other bush Na animals Biblia pia inatuambia kwamba kuna wanyamapori that wengine they add to his food. ambao walikuwa pia wanaongezea So kwa one chakula chake. person Mtu mmoja every day kila siku eats 30 cattle, anakula ng'ombe 30, 100 sheep, kondoo 100, 100 goats, mbuzi and 100 other animals na wanyama in wengine his house. nyumbani So kwake. if you hear my Wewe voice unasikia sauti yangu and you think you are rich, na unafikiri wewe ni tajiri. I want to tell you Nataka that nikwambie there kwamba is somebody richer than you kuna mtu tajiri kuliko that the wewe. Bible has talked about. Biblia imezungumza habari So zake. if rich Wewe man, kama tajiri yule, if wise kama man, mwenye hekima I yule, see that there is a God, ameona kwamba kuna yeye then Mungu. who are you and Sasa I? wewe ni nani na mimi hapa ni That nani? this big God, Kama wewe Mungu mkuu, we will not acknowledge him siweze kumkubali and give our lives to na him kuyatoa maisha yetu and kwake. serve him. Na yeye aweze The kutuokoa. Bible tells us that Biblia inatuambia kwamba this king huyu mfalme married 700 wives, alioa wanawake 700, 700 wives, wanawake 700 and 300 na concubines. wale wasaidizi 1,000 mwanaume women. mmoja. If you say you have women, Wewe tu unasema nao you wanawake are enjoying yourself. na unaenjoy maisha I yako. want to tell you Nataka that nikwambie you kwamba cannot beat this man. hauwezi kumfikia huyu You mtu. cannot have 1,000 women. Hauwezi kuwa na wanawake But 1000. there is this man Sababu kuna huyu who mtu has married 700 women ambao wanawake and 700 has 300 na concubines. alikuwa nao masulia wengine But the 300. Bible tells us Biblia that inatuambia kwamba one day this man looked at siku things. moja huyu mtu He aliangalia looked mambo, at his life. akaangalia maisha yake, He looked at his wisdom. akaangalia hekima yake, He looked at his money. akaangalia ile zake, He looked at the women akaangalia wanawake and said that na akasema kwamba all these things mambo yote haya are useless, ni ubatili, are meaningless, hayana maana, are of no use hayana ufaida yote without God. bila Mungu. Oh, without God. Mungu. I pray this evening, Naomba jioni ya leo whoever you are, popote ulipo, wherever you hear my popote voice, unaposikia sauti yangu, there is a God yupo Mungu who created you, aliyekuumba, and He created you amekuumba for a purpose. kwa kusudi. So wherever you are, Popote ulipo, come to Him. njoo kwake, Give your life to Yatoe maisha yako Him. kwake. Serve Him. utumikie And He yeye, will bless you. yeye ataenda Oh, kukubariki. hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. My brothers and sisters, Kaka zangu na dada zangu, listen to me this evening. nisikilize jioni ya leo. It may happen that you are strong today. Inaweza ikatokea leo una nguvu, You can drink. unaweza ukanywa You pombe, can smoke. unaweza ukavuta You sigara, can do unaweza everything. ukafanya mambo yote. But I want to tell you, Nataka nikwambie, time is coming. na unakuja On your hand, kama mikono that yako you hold the alcohol ambao glass, unashika ile glasi ya you pombe, will start shaking. au utaanza You will kutetemeka, start shaking. utaanza It kutetemeka. is then Ni huo that wakati you will say that ambapo utakaposema I have kwamba wasted my strength nimepoteza nguvu zangu on alcohol. kwenye pombe. But if today Lakini ikiwa you leo will repent utatubu and come to na Jesus, ukaja kwa Yesu, He will save you. atakuokoa, He will change your life. atakubadilisha
kubadilisha maisha yako. Make you a better person. Atakuwa mtu bora. He will use you Atakutumia to do great things. kufanya mambo makubwa. My sister, Dada yangu, as you are listening to me, kama unavyonisikiliza, you may think that your body is beautiful. unafikiri mwili wako ni mzuri. Men are following Wanaume you. wanakufuatia. They are calling you. Wanakufukuzia. They are telling you that you are beautiful. Wanakwambia wewe ni mzuri. I want to tell you, Nataka nikwambie. these are few years. Kwa miaka michache. That beautiful body Wewe umbo lako zuri. will grow. Litazeeka. Your teeth Meno yako will start to come out. utaanza kutoka. Then your face Wewe uso wako will change. utabadilika. And those men Na hata wale who wanaume are calling you hawako wanakuita. will no more call you. Wanakuita tena. It is Ni there. wakati huo And you realize that utakapogundua you kwamba could have used that beautiful body ungetumia huo mwili wako mzuri to serve God kumtumikia as Mungu you are beautiful. wakati upo So mzuri. wherever you are, Popote ulipo, I want to tell you today nikwambie leo that God created you for a Mungu purpose. alikumba kwa He kusudi. created you that you will serve Him. Alikumba ili He umtumikie. created you that you know Him. Alikumba ili umjue He wewe. created you that you come to Him. Alikumba ili uje He kwake. will make you a better Ili person. akufanye kuwa mtu bora. Wherever you are, Popote ulipo, wherever you hear my popote voice, unaposikia sauti I yangu, want to tell you nataka that nikwambie kwamba God loves you. Mungu anakupenda. He has a better plan for your Ana mpango life. mzuri kwa maisha So the yako. Bible tells us Maana that Biblia inatuambia for kwamba God so loved the maana world. jinsi Mungu alipenda ulimwengu. In John chapter 3 verse 16, Yohana sura ya 3 He mstari wa said, for 16. God so Kwa loved maana the jinsi world. Mungu alipenda It's ulimwengu. God who created Huyo you. Mungu aliyekuumba He loves you. anakupenda. Oh, He loves you. Anakupenda. That is why Ndio maana His Son is only begotten Son, alituma mwanawe pekee who is God Jesus Christ, anaitwa Yesu to Kristo come to the earth, kuja hapa to duniani, come to Iyuku, kuja hapa as Iyuku. we have brought Him here. Tulipomleta And the mahali hapa, Bible says that Biblia inasema kwamba whosoever believes kila in Him, atakayemwamini, whosoever believes kila in Him, amwaminie will not perish, hatapotea, I will have everlasting bali life. atakuwa na uzima wa milele. Hallelujah. Amen. Whosoever. Kila mtu Oh, I like God. nampenda Mungu mimi. He didn't become biased. Yeye hakuwa na He upendeleo. didn't say that rich people will come to me, Hakusema kwamba matajiri watakaonijia I will save you. kama nitawaokoa. He didn't say that Hakusema hivyo. wise men will come to Wale me, wenye hekima I will save them. nitawaokoa. He didn't say that Hakusema kwamba men will come to me, wanaume wakija kwangu I will save them. nitawaokoa. He didn't say that Hakusema kwamba presidents wale marais who will come to me, watakaokuja kwangu I will save them. nitawaokoa. But he said, Lakini alisema whosoever, kila mtu oh, whosoever, yeyote yule so wherever you are, popote ulipo, whether you are rich, ukiwa ni tajiri whether you are poor, au ni maskini, whether you are sick, ukiwa whether unaumwa you are a child, au wewe ni mtoto, if you are a child kama here, wewe ni mtoto it hapa, is time for you to give yourself to na wewe Jesus. kujitoa kwa Yesu. Wherever you are, Popote ulipo, Jesus loves you. Yesu He anakupenda. wants you to come to Him Nataka wewe uje so kwake that He will save you ili akuokoe from condemnation. kutoka kwenye He hukumu, will save you akuokoe from destruction. kutoka kwenye Because uharibifu. Solomon said, Sulemani anasema, remember your Creator now. kumbuke Muumba wako, My brothers, kaka zangu, my sisters, dada zangu, my fathers, baba zangu, whoever hears our popote voice, tunaposikia sauti we are zetu, not here to joke. hatuko mahali ya We kukutania. want you to have Tunataka salvation. wewe upate wokovu. We are not here just to Hatuko sing, mahali hapa kuimba, but we are bringing you good lakini news. tumekuletea habari A njema, good news that will save your habari life. njema zitakazookoa maisha A good news yako, that will take you from habari hell. njema zitakazokuokoa na A good news jehanamu, that will take you from habari death njema zitakazokutoa kwenye to kifo, everlasting life. kwenye uzima wa Oh, milele. hallelujah. Oh, Amen. hallelujah. Amina. My brothers and sisters, Kaka zangu na dada zangu, the reason why you need to remember your Creator now is sababu that kwa nini mkumbuke Muumba wako sasa ni kwa sababu there are two things that I want you to Kuna learn mambo today. mawili ambayo nataka ujifunze leo. The reason why you Kwa nini wewe who is hearing my voice, unasikia sauti yangu as you are sitting, kama ukiwa umekaa as you are mahali walking, au ukiwa as you unatembea are even in your car, au hata kwenye gari I yako, want to tell you that nataka nikwambie God kwamba wants you to remember Him. Mungu anataka umkumbuke Whilst you have life, ukiwa bado una uzima, whilst you are strong, ukiwa bado una nguvu, because kwa sababu the Bible tells us that number one, Biblia kwamba jambo la kwanza, a day is coming siku inakuja that we will be judged. ambayo tutahukumiwa All of us, wote, whether you like it or kama not, unapenda au you upendi, will be judged. tutahukumiwa. 2 Corinthians Wakorintho wa pili chapter 5 sura ya 5 verse 10. mstari wa 10. 2 Corinthians Wakorintho wa pili chapter sura 5 ya 5 verse 10. mstari wa 10. Nitasoma. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu. For we Kwa maana must imetupasa sisi all, sote, and whether you like it or wewe not, unapenda au if upendi, you are a human being alone, wewe ni mwanadamu, the Bible is saying Biblia that inasema kwamba for we kwa maana sisi must all sote appear lazima before kudhihirishwa the judgment seat of mbele ya Christ, kiti cha hukumu cha Kristo, so that each of us ili kila mtu apokee may receive what is due us ijara ya mambo yale for aliyotenda the things done well in the body, kwa mwili, whether good or bad. kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. I want you to take the Swahili full for me. Yes, tasoma tena ya Kiswahili. Nasema hivi.
Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible tells us that one day our Lord Jesus will appear. And he will sit on his judgment seat. And a trumpet will be sound. And every human being, those who are dead, and those who are alive, those who are dead will resurrect, and those who are alive will also come. And we will all appear before him. And he's going to judge us by what we did with our bodies, whether good or bad. So my brother, my sister, whoever hears my voice, what are you doing with your body? Are you drinking with your body? Are you fighting with your body? Are you fornicating with your body? A day is coming. A day is coming. It is very soon. It is very close. And Jesus will say, and he will judge you by the things that you are doing with your body. And if you are not doing what is good, the Bible says that he will put you to condemnation. You will be put into fire, which will never quench, and you will never die. But when you turn your ways, and you repent, and today you give your life to him, he will change your destination. He will take you from hell, and he will take you to heaven, where you will be with him. He will give you peace. He will give you joy. Today is your day. Repent today. Give your life to him. Come to Jesus. Because a day is coming. Whether you like it or not, you will meet him. Whether you are in Tanzania, whether you are in America, whether you are in Yumbu, a day is coming. And you will stand before the seat of Christ, and he will judge you based on the things that you do. And today is opportunity day. And when you come to him, he will forgive you of all your sins. He will forgive you of all your sins. Whether you have killed, whether you have stolen, whether you have committed abortion, Jesus is here. He loves you the way you are. He didn't come to judge you. He didn't come to condemn you, but he came to save you. And if you don't come today, give your life to him, and you die, or when he appears, you have no opportunity again to repent. So today, repent of your sins. Come to him as we have brought him here, as we are sharing his word here, as we are telling you the good news. If you run to him and give your life to him, he will save you. He will forgive your sins and make you into a new creature. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Let me tell you this story. There was this young man who one day went to steal. And when he stole, the person that you took the thing from him caught him. And he was arrested and was sent to the police station. It got to a time that they need to take him to court. So he was taken to court to be judged. So at the court, the judge asked the young man, when you go to court, every client has a lawyer. But this young man, because he doesn't have anybody, he was taken to court alone. So the judge told him that because of what you have stolen, I am sentencing you to imprisonment for 10 years. The moment he said that, there was this lawyer at the court who just got up and told the judge that, Judge, please, I want you to reverse your judgment. I want to stand me as a lawyer for this young man and speak for him. Unfortunately, this lawyer was able to defend this young man. And the judgment that the judge decided to give him, he reversed it and told him that, I have forgiven you. You can go home. So this young man was happy. After the court meeting, we went to see this young lawyer and thanked him that, Asante, thank you. You have done well. You have saved me. And the lawyer told him that. Today,
I have saved you. But the sin that you committed, don't go back to it again. It may happen that something big that this will happen to you. After 10 years, this guy didn't stop stealing. He went to steal again. And he was sent to the same court. So at the court, he didn't have any lawyer again. So he was looking for a way to save himself. But when he lifted his head, he saw in the seat of judgment the man who resembles the lawyer who saved him last time. He was sitting in the seat of judgment. So he asked somebody, who is this man? And they told him he was once a lawyer, but now he's a judge. He said, yeah, he's my friend. Last time when I saw he saved me. So today that he's in the judgment seat. Oh, he's going to save me again. So they started the case. He asked the young man, what is your lawyer? And he said, I don't have. Because you know me. As you did for me last time, I want you to help me. That young judge looked at him. And he told him that day, I was a lawyer. I speak for people. But for today, I don't speak for people. I check people. So today, once you didn't repent, he hits the table with a sword and said, you are going in for 30 years. I am punishing you for your sins. I gave you the chance. You didn't change. Today, Jesus is here. At you. He is speaking to you, my brother. He is speaking to you, my sister. As a lawyer, come to him. He will forgive you. He will save you. He will change your life. But if you don't come today, you die. If you don't come today, he appears. He will change you. And you have nowhere to sit. Today Jesus is calling you. Come unto me. All you who are labored and are heavy laden, I will give you rest. I don't know what burden you are carrying. Is it sickness? Is it poverty? Is it disgrace? Jesus is here. We have brought him here. Wherever his name is mentioned, he is there. Wherever we call him, he comes there. So Jesus is here. He's calling you. Now whatever burden you have, bring to him. Come to him, and he will save your life. Who is hearing the good news today? Who wants his sins to be forgiven today? Who wants to go to heaven today? If you are here and you want to go to heaven, the only way to heaven is through Jesus. So Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. No one can take you to heaven. Those who came and said they are leaders of this world, none of them died and was able to resurrect. But the good news is that our Lord Jesus, the one that we are preaching about, the one who has sent us here, he said, I will die, I will be buried, and on the third day I will resurrect. And anyone who believes in me will never die. This Jesus is here. He's calling you. He's saying that give yourself to him, so he will save your life. Brothers and sisters, as I am ending this message, there are 3 questions that every wise person, every wise human being, you must ask yourself. 3 questions. The first question that you should ask yourself, whether you are a child, whether you are a young man, whether you are a young woman, whoever you are, ask yourself that where did I come from to this earth? Where did I come from to this earth? You may think you came from your mother's womb, but it is beyond that. Where do you come from to this world? Have you asked yourself that question? Where did I come from? The second question you should ask yourself, what am I doing here on this earth? What am I doing here on this earth? So do you think you are on this earth to eat chakula, grow and die? No, you are here for a purpose. I want to tell you, you are here for a purpose. The third question you should ask yourself, where am I going from here? From here.
Ukitoka where are you going? unaenda wapi? Some people think that when you die it is the end. Na watu wengine wafikiri kama ukifa ndio imeishia hapo. It is a lie. Wani uongo. When you die, Ukifa there are two destinations. kuna sehemu mbili za kwenda. If you don't go to hell, Kama usipoenda you jehanamu, are going to heaven. unaenda mbinguni. Hell is a place destined for Satan and his agents. Jehanamu ni sehemu ya shetani na mawakala wake. When we are speaking like this, people think you are joking. Tukizungumza namna hiyo watu wanafikiri kama tunatania. But if somebody has died and resurrected and you have heard from the person, na amefufuka, you will know that this world is not just there. utajua kama ulimwengu haupo tu. If you want to go to hell, Kama unataka kwenda the jehanamu, only thing you need to do in this life is that you just live your life anyhow. unachohitaji kufanya wewe ishi maisha yako tu vyovyote. If you don't do anything about your life, you die and go to hell. Kama usifanya chochote kuhusiana na maisha yako utakufa utaenda. But if you want to inherit heaven, Lakini kama unataka kuirithi mbingu, if you want to have a better future, kama unataka kuwa na hatima nzuri, if you want a better place for your kama soul, unataka sehemu nzuri kwa ajili ya nafsi the yako, way is one. na njia ni moja, It's in Jesus. ipo katika Yesu. He is the way. Yeye ndiye njia, He is the truth. yeye ndiye And kweli, he is the life. yeye ndiye uzima. No one can go to the Hakuna Father anayeweza kwenda kwa Baba except by him. bila kupitia My Baba. brothers and sisters, Kaka zangu na dada zangu, you didn't just appear on this earth. au kutokea tu hapa duniani. God created you. Mungu alikuumba. So you are coming from God. Wewe umekuja kutoka kwa Mungu. You are coming from God. Umekuja kutoka kwa That is Mungu. why Solomon said that remember your creator while you are Suleiman alive. anasema kama mkumbuke Somebody created you. kwamba kuna mtu aliyekuumba. He knows why he made you a Tanzanian. Anajua kwa nini alikufanya wewe kuwa Mtanzania. It is God who created you. Ni Mungu aliyekuumba. And why are you on this earth? Na kwa nini uko hapa duniani? You are on this earth to serve his Uko hapa purpose. duniani kulitumikia kusudi lake. To live for the creator. Kuishi kwa makuu. The one who created you. Kuishi kwa ajili ya muumbaji That's the wako. reason why he created Ni you. aliyekuumba na sababu kwa nini He alikuumba. created you for a purpose. Alikuumba kwa kusudi. If you don't serve the purpose, Kama usipolitumikia ile he kusudi, has to destroy you. atakuharibu. But God wants you to serve his Lakini purpose. Mungu anataka utumikie You kusudi still lake. have an opportunity Bado unao nafasi to serve God, kumtumikia to Mungu. give your life to him. Unatoa maisha yako That is kwake. why he created you. Ndio maana alikuumba. Don't spend your time doing things that will please the devil. Tumie muda wako kufanya mambo ambayo yatampendeza shetani. The devil will be happy when he sees you drinking, smoking. Atafurahi chukua unavuta sigara au unakunywa pombe. Unapigana au unafukuza wanawake wa That is what he wants you to do. Hivyo ndivyo anataka ufanye. And at the end, Na mwisho, what the devil is going to do to you is atakachotaka that kufanyia shetani ni he kwamba can do only three things. mambo matatu. He will steal you, Atakuiba, kill you, atakuua, and destroy you. na atakuharibu. The Bible says that the devil does not come. Tunasema kwamba adui haji He tu. comes only to steal. Anakuja kwa He kuiba. will steal your mind. Ataiba akili He will yako. tell you don't listen to them. Kwambia usiwasikilize hao. Oh, they are lying. Wanadanganya. There is no death. Hakuna kufa. There is no judgment. Hakuna hukumu. That is what the devil does. Hivyo ndivyo shetani When you anafanya. listen to him, Ukimsikiliza, he will kill you atakuua in your sin. kwenye dhambi zako. You will die Utakufa as a drunkard. kama You mlevi. will die Utakufa as a fornicator. kama mzinzi. And you will never repent. Na hautatubu. That is what the devil does. Hivyo ndivyo shetani And at anafanya. the end, Na he mwisho will destroy your life. ataharibu maisha. But Jesus Lakini Yesu has come amekuja today leo that you will have life ili uwe na uzima and have it na everlasting. uwe uzima So wa the milele. reason why you are on this Kwa earth sababu kwa nini uko hapa duniani is to serve him. ni ili uweze kumtumikia. And where are you going? Na je, utaenda wapi? From here, Kutokea hapa you are going back to the Father. unarudi kwa Baba. So whether you did good or bad, Kwa hiyo umefanya mema mabaya, we will all appear before the Lord. wote tutasimama mbele So zake. when you read Hebrews chapter 9, Ukisoma Waebrania sura ya 9 verse 27, na ule mstari wa 27. Hebrews 9, Waebrania 9:27. and it is appointed for all men to die once, Kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, but after death na baada ya kufa there is judgment. hukumu. Then after death Baada ya kufa there is judgment. hukumu. Whether you like it or not, Iwe unapenda au upendi. if Christ even stays longer a little, Kama Kristo hata akichelewa kidogo, death awaits us. bado kifo I kinakusubiria. will die. Mimi nitakufa. You too will die. Wewe pia utakufa. But when you die, Kile utakapokufa, the difference will be where your soul will go. tofauti zitakuwa ni pale nafsi Me, yako when I itakapoenda. die today, Mimi nikifa leo, I am going to heaven. naenda mbinguni. The reason that I've given my life to Sababu ni kwa Jesus, sababu nimeyatoa maisha I yangu kwa have Yesu. accepted him as my Lord and my Nimekubali yeye Savior, kama Bwana wangu na Mwokozi and wangu. I've decided to follow Na him. nimeamua kumfuata. Oh, men and women of you, Wanawake na wanaume wa Yumbu. oh, young men and children of Vijana Israel, na watoto wa ardhi. we want to tell you that there is someone who saves. Kunaye anaye Mwokozi. He wants you to have salvation. Anataka upate wokovu. Come to him today. Njoo kwake leo. Whilst we lead you to him. Wakati tunapoongoza wewe kumpokea, atabadilisha maisha yako. I want the deacons to help us with about 4 chairs. Nataka tupate viti hapa mbele walau viti. If you want to receive salvation in Jesus, Kama unahitaji kupokea wokovu you katika want Jesus Yesu. to forgive your sins, Unahitaji Yesu asamehe dhambi we have zako. put in place here a seat of salvation. Tunaweka It's okay. viti hapa
viti vya wokovu. You can come and sit on so that we'll pray for you. Karibu, unaweza kukaa mahali hapa kwa ajili yako. My sister, my brother, wherever you hear my voice. Kaka yangu, dada yangu, unaposikia sauti yangu. We are not talking about church here. Hatuzungumzi habari za kanisa hapa. We are talking about heaven. Tunazungumza habari za mbingu. We are talking about God. Tunazungumza habari za Mungu. The one who created you. Yeye aliyekuumba wewe. He's calling you to come. Anakuita njoo. So that he will give you life. Ili akupe uzima. Yesterday 3 of our brothers came. Jana watatu ndugu zetu walikuja. And we prayed for them. Na tuliwaombea. Today who is coming? Na leo ni nani ambaye yuko tayari? We invite you to come and sit down. Tunakualika uje ukae mahali hapa. Don't feel shy about this. Sio aibu kwa habari ya hii. The disgraceful thing is that you have stolen something and you have been caught. That is a shameful thing. Jambo la aibu ni kwamba umeiba kitu na umekamatwa. But the greatest thing that you can do in this world is to give your life to Jesus. Kubwa unaweza kufanya katika ulimwengu ni kuyatoa maisha yako kwa Yesu. This evening who is coming to Jesus? Jioni leo ni nani anakuja kwa Yesu? My brothers, my sisters here. Kazangu dada zangu hapa. We want to pray for you. Tunataka tuwaombee. Give your life to Jesus. Toeni maisha yenu kwa You Yesu. don't know what is going to happen tomorrow. Hujui nini kitatokea kesho. Death is around. Kifo kipo. Jesus can come tonight. Yesu anaweza kaja usiku. And when he comes, na atakapokuja, where is your soul going? Wewe nafsi yako itaenda wapi? Come and sit down so that we'll pray for you. you. Mahali hapa This seat is a seat of life. Hiki kiti ni kiti cha uzima. If you want to give yourself, come. Kama unataka kuyatoa maisha yako kwa Yesu, karibu. Tunataka tuombe kwa ajili yako. My sisters around, if you have not given your life, come and sit down. Kama hujatoa maisha yako kwa Yesu, karibu. Come and sit down so that we'll pray for you. Karibu keti mahali hapa ili tuweze kuomba. Who is coming? Nani yuko tayari kuja? We are calling you. Tunakuita. Jesus is calling you. Yesu anakuita. You can sing once we call them. Who is coming? Don't be hard. So come and sit down so that we'll pray for you. We are not talking about church. One day there was this man who was a church leader. He is called Nicodemus. He was a church elder. But he didn't have salvation. He came to Jesus in the night and told Jesus that how can I be saved? And Jesus said you need to be born again. If you are not born again, it is not about church. You may say, I go to college. When was the last time you entered the church? When was the last time you saw Jesus in your midst? Jesus is calling you, run away. A young man, my brothers who are hearing me. We are young men like you. Life is not all that enjoyable. I want to encourage you to give your life to Jesus. Every life without Christ is full of crises. Don't throw our message away. Save your life today. And you will never forget what you did for yourself. We are inviting all of you here. Come and sit down so that we pray for you. Our brother who came yesterday has come again. We are inviting you, my brother. Don't feel shy. One day somebody will see that I've given myself to Jesus. There's never a disgrace. Come to Jesus. Come to Jesus. Jesus is calling you. Whoever you are, remember your creator now. A day is coming. Give yourself to him. He will judge you. He will judge you. Whether you are a young man, whether you are a young woman, give your life to Jesus. Don't be hard-hearted. Jesus is calling. Who is coming? Come to Jesus. Come to Jesus. We are inviting you, come and join us. He has changed our lives. I was in a bad life. But when Jesus saved me, He gave me the power to overcome drinking. Now I don't drink again. I don't smoke again. It is only Jesus who can change your life. Come to Him, my brother. Oh, let's clap for our brother who is coming. Today His name is going to be written in the book of life. His name will be written in heaven. My sisters, come to Jesus. Don't waste your time. Last week I was telling some people that if you are in this town and, excuse my language, you don't give yourself to Jesus and you die as a poor person and go to hell again, then you are the most miserable person on earth. In Jesus there is joy. In Jesus there is peace. In Jesus there are blessings. Why not come for
these blessings. Njoo kwa hizi baraka. My sister, my brother. Dada zangu, kaka zangu. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. Wherever you hear my voice. Unaposikia sauti yangu. We are calling you to tunakuita kuja. Give your life to him. Njoo utoe maisha yako kwake. It is never too late. Haujawahi kuchelewa. He can save your life. Anaweza kukukomboa. He can change your story. Anabadilisha historia yako. He will change your situation. Atabadilisha hali yako. My sister, my brother. Kaka zangu na dada zangu. Jesus is calling you. Yesu anawaita. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. Our brothers are here. Kaka zetu wako mahali hapa. Are you not coming to join them? Je, hauji kuungana So you nao? have salvation for your life. Ili kwamba upate wokovu wa maisha yako. My sister, my brother. Dada zangu, kaka zangu. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Oh, Jesus is calling you. Yesu anakuita. Come to him. Njoo. Come, he will save you. Njoo atakuokoa. Come, he will forgive your sins. Atasamehe dhambi zako. Come, he will transform your Njoo life. atabadilisha maisha yako. I am calling you. Inakuita. That come to Jesus. Njoo kwa Yesu. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Jesus is calling Yesu you. anakuita. We are inviting you, my sisters. Come and sit down. Dada zetu, njoni mkae mahali hapa. You don't know what you are running from. Haujui nini ambacho unakuwa unakimbia. Death is around you. Kifo kipo kila kutafuta. Destruction is closer to you. Kwamba uharibifu upo karibu nawe. Why not giving your life to Kwa nini Jesus usiatoe maisha yako kwa so Yesu? that he can change your Ili story? aweze kubadilisha historia He yako. can save you. Aweze kukuokoa. This evening, Jioni ya leo, remember your Creator. kumbuke Muumba wako.